As the bona fide residents of Nyamira, mambo ni matatu kwa Governor Amos Nyaribo. Jambo la kwanza, ang'atuke. Jambo la pili, ang'atuliwe. Jambo la tatu, aingie jela. Kuwa nanyi hapa leo hasa sana ni jambo lile lilitendeka majuzi, ambapo waziri wa wizara ya afya Dr. Mbati aliachishwa kazi na gavana wa Nyamira. Tunataka kwanza gavana aitekeleze, kwa sababu Mbati angeenda nyumbani peke yake. Kwa sababu Mbati ni waziri, gavana ana jukumu la kufanya uchunguzi kikamilifu kabla atende jambo alilotenda juzi. Hivi karibuni uliona mjumbe wa Nakuru Town West Samuel Arama alijitokeza akaleta malalamishi kuhusu madawa na bidhaa za hospitali katika hospitali ya Nyamira, ambapo gavana wa Nyamira Amos Nyaribo alijitokeza pia kulalamika kwamba hiyo mambo ya mjumbe wa Nakuru Town West Samuel Arama ilikuwa ya porocho. Pia sisi kama Kitutu community hatuna furaha kabisa, kwa sababu tunaonekana kuwa tumetengwa, kwa sababu mmoja wetu ameingiliwa na kuajishwa kazi. Lazima tuonekane tunashirikiana, tunajumuishwa kwa majukumu na kwa utekelezaji wa maendeleo katika kaunti yetu ya Nyamira. Pia kumekuwa na malalamishi kuhusu fedha ambazo zinazotumwa kwa mashule kuwa imekuwa pia imefujwa. Ndio maana tumeita serika la uchukuzi waweze kuangalia kwa uwazi na kwa kinaga ubaga kujua ukweli wa haya maneno. Mwisho ndio tumesema juzi pia MCAs wamekuja pamoja kuleta malalamishi yao kuhusu kuachishwa kazi kwa waziri Mbati. Pia tungewaomba hao wa MCAs wa Nyamira wajitokeze, washirikiane pamoja ili wahakikishe huyu governor ameng'atuliwa. Na kama sisi Kitutu community tumempatia masaa 44 ili aweze masaa 48 ili aweze kutekeleza vile tumesha lalamika malalamishi yetu hapa. Na asipofanya hivyo, tumesema huyu governor jambo lililopaki eita ang'atuke ama ang'atuliwe ama ingie jela. Asante. Kijana wetu Mbati ambaye ni kijana shupafu wa Kitutu ambaye alifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha huyu gavana Nyaribo ameingia mamlakani. Lakini imeonekana kinagaubaga kwamba jamii ya Kitutu imetengwa. Inataka kutengwa zaidi katika uongozi wa jimbo la Nyamira. Kwa sababu hata hii maneno ya yeye kuachishwa kazi imeangaliwa na kiuwakili. Wamesema hakuna jambo ambalo daktari amefanya inayoweza kumwachisha kazi. Kwa hivyo mimi napiga kauli mbiu kwa vijana wa Nyamira wajitokeze, vijana wa Kitutu wajitokeze ili tuweze kuambia Nyaribo hawezi kunyanyasa watu. Wakati umefika wa kusimama na kusema. Lazima tupewe ruhusa tuseme yale ambayo yanatukera. Sitaki kusema mengi, lakini nataka kumwambia hivi, siku zijazo bwana Nyaribo asitakuwa kama siku zimebida. It will not be business as usual. Tumekerwa, tumekasirishwa. Asante sana. Mimi ni mmoja wa familia ya Mbati. Hili jambo limekuwa ni jambo mbaya kwetu sisi. Tuko na huzuni kwa sababu governor hii si kitu tulikuwa tumpembeleze atupee hii kiti. Hii ni kiti alitupea kwa sababu tulimfanyia kazi. Na tulifanya kazi karibu tupiwe tukiwa tunamtafutia kura
na hiyo ni kitu anajua. Hii hatua amechukua kupeleka ndugu yetu Mbati nyumbani haijatufurahisha. One, mimi nataka kuambia governor hivi. Kitutu Masaba at large hukuonekana ukitafuta kura. Kitutu Masaba watu wenye wanaishi huko hawakukuona ukiomba kura yako hata siku moja. Mbati na timu nyingine yenye iko hapa ndio ilikuwa kwa ground ikikutafutia kura. Tukakupea kiti. Sasa umeamua kutulipa kwa ubaya. Mwaka ijaisha ndio huyu sasa umefukuza mtu wa Kitutu Masaba kutoka kwa serikali yako. Nataka nikupee jambo lingine. Governor, popote ulipo, tunajua mipango yako. Usiwahi ukiendelea hivi, usiwahi onekana Kitutu Masaba eti unatafuta kura 2027. Wewe umefanya venye umefanya, umefukuza ndugu yetu, umempeleka nyumbani, umedanganywa na watu wako. Sasa ni jukumu letu kama watu wa Kitutu Masaba na mandugu wake na Nyamira at large kufanya uamuzi wetu kama watu wa Kitutu Masaba. So mimi ningependa kushukuru Mheshimiwa Rama kwa hii hatua amechukua. Nataka kumhakikishia tuko pamoja. Sasa hatuko na Nyaribo. Na hii ujumbe nataka imfikie. Hatuko na Nyaribo tena. Kwa sababu ameamua kutukosea. Ile kazi Rama anafanya kwa watu wake huko Nyamira iendelee venye amepanga. Sisi tuko nyuma ya Rama na Nyaribo nataka usikie. Tuko nyuma ya Rama kuanzia leo hadi mwisho. Hiyo ujumbe nataka ikufikie. Na kama unataka kutumia wale watu wako watutafute, sisi tulitishiwa, tulikimbizwa tukikutafutia kura. Mali yetu iliharibiwa tukikutafutia kura. Sasa hii haitakuwa ni vitisho unaweza tupea sisi eti tumeenda muungano ile kuungana na Mheshimiwa Rama kumtafutia kura. Rama tumemleta na sisi kama Kitutu Masaba tumemleta kwetu aendelee kusaidia watu. Wewe maliza tamu yako vizuri, uende nyumbani. Na kama itakuwa mambo mengine ukiendelea hivi na kama utatuelezea mbona ulikuwa umefuta ndugu yetu, sisi tuko tayari kufanya venye tumepanga. Hatutakuambia siri yetu, lakini tuko na mpango wetu yenye itafanya wewe mwenyewe ulie machozi yenye itaisha kutoka kwa macho yako. At the hands of a Governor Amos Nyaribo, who has decided to kill the present and the future career of the young Dr. Mbati. The unfolding saga, in essence, become emblematic of concerns surrounding transparency, accountability, and the personal political motivations within Nyamira County Administration. The allegations that Dr. Mbati lied to the governor are not sincere and have been choreographed to achieve a personal political interest. It is in common knowledge that matters of procurement, receiving, storage, dispatching, and the management of commodities, including those of pharmaceutical in nature, are handled by the procurement unit of the county and not the victimized CSL. Therefore, the public is entitled to ascertain whether Dr. Mbati's dismissal was premised upon the finding of an auditor's report, or it might be perceived as a means to settle personal scores by Governor Amos Nyaribo. Notably, the reference to Honorable Arama's previous concerns pertaining to the realm of pharmaceutical procurement and supply, whereby in the real sense there were no drugs in health facilities, was downplayed by the Governor Amos Nyaribo. The governor's characterization of these concerns as a witch hunt bears relevance and confirms that Honorable Arama was right from the very beginning. It is imperative to consider the impact of these unfolding events of the marginalized Abagetutu community within Governor Nyaribo's administration. This dismissal is viewed as unjust, malicious, ill-fated, or is politically motivated with a quest
to achieve egocentric endeavors by Governor Amos Nyaribo towards Aba-Kitutu as a whole. Therefore, Aba-Kitutu community and Nyamira County at large, we demand to know whether the unfair dismissal of Dr. Mbati as assessed health was as a result of informed opinion based on the auditor's findings, or it was personal vendetta and a misuse of power by Governor Amos Nyaribo. If the dismissal of the young Dr. Mbati was due to lying, as alleged by the governor, then, in turn, by the spirit of transparency and accountability, the governor should equally take responsibility for lying to the people of Nyamira County, which demands for his resignation. We join hands in solidarity with the MCAs of Nyamira County who addressed the media on Friday over the unfair dismissal of Dr. Mbati. As the residents of Nyamira, we are eagerly waiting to see the next course of action by the members of County Assembly of Nyamira, who strongly condemned the dictatorial action of Governor Amos Nyaribo. On the other hand, it is in public knowledge that the governor's office has been issuing an existence of county bursaries. In fact, I heard MCAs have raised concerns about the same. We therefore request the concerned authorities, such as EACC, to come in and carry out proper investigations for the people of Nyamira to know the truth. As a people, Aba-Kitutu community has given Governor Nyaribo a 48-hour window to revoke the unfair dismissal or face the consequential actions. Should the governor fail to address these concerns in a satisfactory manner, we call upon the members of County Assembly, led by the Speaker, and the other stakeholders to hold Governor Amos Nyaribo accountable.